Sasa saa hizi wana leo wameongea hapa mafuta, bei ya mafuta imepanda juu. Juzi walidanganya kwamba wamepunguza ushuru kwa mafuta. Wanapunguza kidogo. Lakini bila kuongeza bei ya mafuta, ile ushuru walipunguza, hata mafuta imekuwa ya bei kali kuliko vile ilikuwa na hiyo ushuru sasa. Wanadanganya Wakenya, serikali imekuwa ni ya uongo, ya upole, na danganya watu kabisa. Na bei ya mafuta ikipanda kila kitu inapanda. Sasa wewe kama ni president wa Kenya, Bwana Ruto, unaongeza bei ya mafuta. Na vile uchumi uko mbaya namna hiyo. Unaelewa Kenya wanakaa namna gani kweli? Hiyo umaskini anaelewa kweli? Maana kama unaelewa, kitu ya kwanza ni kucushion Kenyans against adverse conditions of the economy ambayo sio mzuri. World economy all over. Hata America wana cushion wateo. And first world. Lakini hapo na wajile mwananchi enda pambane na hali yake. Na ndiposa watu tunasema kwamba mwaka ujao lazima tupige kura ambayo inaleta mabadiliko. Hatuwezi kufanya siasa bila unafanya siasa na wewe. This time round, mtile rero kabisa. Yesu mwenye kura mumudi Kenya hoja upe kura. Na tutakuwa tumejua unaenda kupigia president nani, unapigia governor nani, unapigia senator nani, unapigia member of parliament nani, unapigia women rep nani, unapigia MCA. Ukienda kwa live na sio lazima niende kwa UDM, mimi niongee mimi kwa UDM nimekataa siende huko. Ona wanakasirika na tembea kataa kwenda kwa UDM. Sasa huyu Chris ameenda kwa UDM, anaona kwa lengo la huyu. Hata naongea kwa niaba ya serikali, hata ngoje kujenyewa anatoroka. Hii ndio mambo ya UDM. Umucha please na mkoa na kabisa. Unanganya watu. Hata unyohola bana, sio? Sasa mwingine alikuja hapa anadanganya, anatenda amekataa maendeleo, hataki stadium. Mimi nimejenga stadium karibu na kusha. Kama nataka kuja kunimalizia stadium, nimesema kujeni. Wanajeshi wamekuja kwa ofisi yangu, watu kule wakaenda kaangalia kati school. Huyo anaamka anasema ninatenda amekataa. Sasa vile wanajenga affordable housing, mimi nimewakataza. Kama ni mimi mtakataza maendeleo nimewakataza. Wamekuja wanajenga kule hospitali kule Endebess, nimewakataza. Wote ndio kwa mambo mengine wanasema natembea amekataa. Kile kitu mimi nimekataa ni kwenda kukaa chini wanipige picha na wao watangaza kama wanatembea amekataa. Ndio maana wanalielea kuna kitu kingine, there is nothing else. Na mimi nimewaambia maendeleo kuja Tanzania yote favor that the president has to people. Ni kitu ambayo ni haki, mara tunalipa ushuru. Hata watu wa mbai hapa mnalipa ushuru. Ukinunua bai msari, ukinunua maziwa, ukinunua chumvi, mnalipa ushuru. Wakati maendeleo yanakuja, the president must equalize development. Sasa ni Mungu pige makoti uje kwa serikali ndio upate maendeleo. Hiyo biashara mimi hakuna. Baba ndio wewe Ebola kuchako wa Ruto ta maulile. Hapo chinzi la yipe ndio ta. Ambao wanapiga kelele hawa wako national government. Wote ambao wanataka kwa governor kwa paneli nyingine wote. Magari ni ambassador, huyu ni chairman wa Kenya Bureau of Standards, huyu Chris huyu. Kuna mwingine si ni nini? Wako na vitu kubwa huko. Lakini wale wananyunono, kwa ile rakosi na serikali yenyewe. Hakuna kitu, ni mdomo tu. Watu wanaingia kwa serikali kuepuka accountability. Kwa jambo serikali ya Ruto mambo hiyo ndio huo mwifu unaweza kuiba usiku na mchana, hakuna mtu anakuuliza. Lakini sisi ambao tunafanya kazi na tunakaa na wananchi ni kuhangaishwa hadi kufika mahali kubali. Mimi nimesema ngoo, hata mkishika mara 100. Haiwezekani. Lazima kuna upinzani na kuna serikali. Na katiba inasema hivyo, kwa upinzani sio kinyume na sheria. Hapana, ni haki yetu. Kama namna gani watu wetu? Kama Mungu mwenyewe alikubali shetani. Mungu ndiye amekubali shetani. Kwani shetani anashinda Mungu? Leo hii Mungu akisema kuzuka na shetani, shetani atakuwa. Bwana Mungu amekubali upinzani na Ruto anakataa. Sembea anasema Mungu alikuwa anaona shetani. Na wewe leo umekuwa wapi? Shetani anasema nini? Ati nakuwa nini? Nimekuwa Mungu nikisumbua watu wa UDA, si ndio?